Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kushukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi hii ya kuweza kuchangia kwenye bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana, na nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kuanza kwa andiko moja kutoka Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 2 mstari wa 14 ambao unasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu lina vijana wa kutosha, 34% ya population ambao wana nguvu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa na kizazi ambacho kina nguvu ndani ya taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa vijana ambao Biblia inasema tunawaandikia na kwa kuwa wana nguvu, Biblia inasema kwamba pia wamejaa neno la Mungu, na mimi nasema wamejaa pia maarifa, wamejaa pia ujuzi, na wamejaa uwezo wa kuweza kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo tunasema kwamba hawa vijana wetu ni rasilimali na ni fursa kwa ajili ya nchi yetu na wao wenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kuanza na andiko hilo na kusema kwamba tutambue rasilimali hii kubwa ambayo nchi yetu imejaliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona kwamba pia hawa vijana wetu wanachangia asilimia kubwa sana ya nguvu kazi, zaidi ya 55%. Kwa kama nchi, kwa kweli nipende kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kutambua kundi hili la vijana na kwa kuundia wizara kabisa ambao ni zaidi ya 34% ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa vijana wetu wametawanyika, wako vijijini, wako mijini, lakini vile vile wana elimu tofauti. Wengine wamemaliza darasa la 7, wengine hawajamaliza, wengine za form 4, wengine vyuo, ngazi mbalimbali za elimu. Lazima tuwatambue na kuwapa fursa sawa za kuweza kuendeleza na kuweza kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutambua mchango huu, Rais amefanya kazi kubwa. Ndio maana ametoa ajira 12,000, ajira 5,000 sekta ya afya na 7,000 sekta ya elimu, na bado tumesikia juzi katika mwaka unaokuja zaidi ya 45,000 watakwenda kuajiriwa katika mwaka unaokuja. Kwa kweli ni mchango mkubwa sana ambao serikali inaendelea kutambua nguvu kazi hii ambayo inakwenda kutumikia nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana kuunga mkono wizara hii na kazi ambayo inaifanya. Nipende kupendekeza mambo machache. La kwanza, katika kupitia tumeona kwamba kuna vitengo vingi sana, lakini ningependa kupendekeza mahitaji ya vijana yanabadilika muda hadi muda. Mheshimiwa Mwenyekiti, na tupende kupendekeza kuwepo na kitengo cha utafiti na ubunifu. Mahitaji ya vijana yanabadilika sana, lakini vile vile vijana wetu ni wabunifu na wana talanta mbalimbali. Kuwe na kitengo hicho ambacho kitengewe pia fedha ili tuweze kutambua mahitaji ya vijana kadiri muda unavyokwenda, lakini pia umri wao unavyobadilika na kadiri ya mahitaji yao kutoka eneo hadi eneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kitengo hichi pia kitatambua namna ya rasilimali fedha inayotengwa itakavyogawanywa. Mahitaji ya kijana wa Ilala ni tofauti na mahitaji ya kijana wa Nkasi, na mahitaji ya kijana wa Nkasi ni tofauti na mahitaji ya kijana wa Mbulu. Kwa hiyo tuweze kuona, tusije tukaweka kwenye kapu moja, tuone namna ambavyo tutatambua mahitaji yao, na kitakachotusaidia ni utafiti. Tunajua umri unawatofautisha, lakini pia jiografia inaweka tofauti ya mahitaji, elimu walizonazo inaweka tofauti ya mahitaji yao, lakini pia hata na jinsia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependekeza kuwe na kitengo hicho na kitengewe fedha. Mwenyekiti, niombe hawa vijana kwa kuwa wana nguvu, wana uwezo na wana maarifa, wana mapungufu, tunahitaji kuwajengea uwezo. Lakini je, tunahitaji kuwasikiliza? Namshukuru na nampongeza Mheshimiwa Waziri ameanzisha vijana platforms. Naomba zile vijana platforms ziende mpaka ngazi ya kata. Zikifanyika katika ngazi ya halmashauri, changamoto ni kwamba wako vijana ambao hawawezi kufika, ama kwa sababu ya miundombinu ama kwa sababu ya uchumi. Twende mpaka ngazi ya kata, tuwasikilize vijana hawa. Wana mawazo, wana maoni, wana ujuzi, wana vitu vyao. Tuwasikilize ili tuweze kuwagawanyia fursa kulingana na mahitaji yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali. Pamoja na hayo, tunajua kwamba ili kutengeneza fursa za ajira tunahitaji kutazama mambo kadha wa kadha. Mwenyekiti, moja ni kwamba mafunzo ya ujuzi kwa vijana wetu. Wizara yetu ya vijana, hawa vijana wako makundi mengi sana, wenye elimu ya darasa la 7, wasio nayo, wenye form 4, wenye diploma, wenye degree, na wana mahitaji ya ajira, wanahitaji fursa za uchumi. Tutazame kwa kuhakikisha kwamba tutengeneze mwongozo wa mafunzo
ambao utawakamata vijana wote hawa, ambao utakwenda kuwasaidia kuwapa ujuzi na kuwapa maarifa kulingana na sekta zao na eneo ambalo wanafanyia kazi au eneo ambalo wanahitaji kujiendeleza. Kwa mwenyekiti, tunaweza kuandaa short courses au short contents ambazo zitawasaidia vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe swala la ujasiriamali na kuwajumuisha vijana katika maeneo yale ya upatikanaji wa fedha. Tunajua kuna elimu tofauti, tunajua kwamba wanahitaji mitaji, lakini niombe kwamba tuwe na mwongozo wa kuwasaidia vijana hawa pia katika kuwasaidia kwenye eneo hili la ujasiriamali, lakini na kuwajumuisha katika upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kujiendeleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe mfano mmoja. Tunahitaji mazingira wezeshi. Tunahitaji mazingira wezeshi kwa ajili ya kuwawezesha vijana wetu. Kwa mfano, nitoe mfano. Bodaboda tumewapa vijana na tumewakopesha katika zile 10%. Na wako watakao kuja kukopa. Lakini vile vile wengine watakwenda kwenye kilimo. Wanapopita barabarani, kuna changamoto za kuadhibiwa kwa sera fulani hasa za kukamatwa na kupigwa faini. Na wanapopigwa faini tunawarudisha nyuma. Fikiria kwa mfano kijana ambaye anabeba gunia moja anachajishwa labda 20,000 au 30 faini njiani. Tayari umeshamfilisi. Iwe ni bodaboda, iwe anafanya shughuli za ujasiriamali katika kilimo. Kwa hiyo tuone sera zetu ziwe wezeshi na mazingira yetu yawe wezeshi kwa ajili ya kuwasaidia vijana wetu kujiajiri. Lakini vile vile mwenyekiti, tuna taasisi ambazo zinaajiri. Tuone namna ambavyo tunaweka incentives. Iwe ni tax incentives kwa wale zile taasisi ambazo zitaajiri vijana. Iwe pia ni kwa kupata access to the capital incentives, tuweze kuona namna ya kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie mambo mawili ya mwisho. Tumepata fedha, tunamshukuru Rais. Tumepata bilioni 200 na tunashukuru kwamba wengine vijana wamependekeza kuwa na benki, wizara itazame. Lakini ningependa kupendekeza namna ambavyo fedha hizi zitawafikia vijana. Tuone routes ziwe tofauti. Tuliona ile cheki wakati inakabidhiwa inakwenda CRDB Bank. Lakini tuone mabenki ambayo yako katika halmashauri zetu ziweze kutoa fursa ili vijana wetu waweze kupata hizi fedha katika maeneo wanakoishi bila kuingia gharama kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuishauri serikali katika eneo moja. Eneo lingine ni swala la kuweza kutengeneza mazingira ya vijana kutimiza masharti. Na malizia mwenyekiti. Vijana hawa hawana NIDA. Vijana hawa hawana vile vile leseni ya biashara. Katika ngazi za halmashauri na ngazi ya kata tuone namna ya kuwa na ofisi moja ambayo itawahudumia vijana hawa kwa wakati, lakini pia kwa urahisi, ili kuweza kutimiza masharti ya mikopo na kuweza kuaccess hizi fursa ambazo tunazitengeneza kupitia serikali yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja na nashukuru sana kwa